Please subscribe to my YouTube channel. Assalamu alaikum ndugu zangu Waislamu na Bwana Yesu asifiwe ndugu zangu wa Kristo. Kwenye Mr. Money TV ama kwenye kamera za Mr. Money TV, ni mimi tena wako Basco Zaidan Dala. Na leo sipo mwenyewe, nipo na kijana kutoka sehemu za mbali, sehemu chanya bwana, ambayo ni Akron Ohio, na sipo mwenyewe, ni msanii wako mkubwa hapo kutoka Akron. Anakwenda kwa jina nani? Kwa majina anaitwa H-Boy OG. H-Boy kama H-Boy. Karibu sana kwenye Mr. Money TV mzee. Swali. Na kualika kwenye Mr. Money TV, na tuna swali moja mbili tatu kuhusu muziki wako, career. Na kwa leo tutakuwa refu sana, ama tutakuwa kidogo na maswali mengi kwa msanii hapa, tuelewe muziki wako ukoje, na ningependa kuanza na swali la kwanza kuhusu muziki wako. Umeanza tangu lini? Mwanzo yani career yako umeanza tangu lini ya kuimba? Muziki sio mbali sana ambapo nimeanza. Ndio. Na sipa baba ambapo nimefikia. Ila nimeanza kizani ni 2021 nilikuwa nishaanza muziki kama sijakosea. Na umejuaje kama una kipaji cha muziki? Kipaji useme kwenye mtu akianza, kwa kipaji ya kila bado kwa kikai vizuri kihivyo, jinsi ambavyo unavyoendelea waga unakwenda kujielewa mwenyewe, hapa nimekaa hivi, sauti imekaa, au nina kipaji au sina kipaji kwenye njiani huko, unaona. Kwa sababu kwenye njiani utajitambua mwenyewe, hapa nina sauti sina sauti. Na ile kuna ile unakutana na watu wanakuambia wenyewe, jana upo fresh kwenye sauti yako, na ukiendelea kwenye fanya mazoezi nini, ile mtu waga sauti waga na defects yenyewe tu, na kipaji waga kinakuja. Ndio. Na watu gani walio inspire katika uimbaji wako na wakajua kwamba hapa nina kipaji? Unajua kuna wale watu ambao ndugu naweza fanya hiki, kiendeleza utakuwa salamu, utakuwa vitu vingi sana. Kwenye muziki wako wewe upo na sehemu. Alikuwa nani ama alikuwa kina nani hao? Mashabiki wa mtaani na marafiki tu wengi tu. Ndio mtu akutana akifanya performing mara kwanza, si unajua mashabiki waga wana ile show, unajua ukiona msanii wao ambao ameanza kaenda kuperform nini, waga ni vizuri, kwa sababu ukiperform watu wanakujua. Kwa sababu kuna wengine wasanii wanatoa tu nyimbo tu, la hakuna msanii ambaye ashagawahi kumjua au anaonekanaje, kwa sababu audio zimezidi sana, unaona. Ile ukienda ukiperform mashabiki wanajua msanii wetu amekaa fresh vipi. Unaonaje ngoma ya Jojo wewe na Big Sari, mapokezi yake yakoje? Mapokezi makali sana tu. Umetarajia kivile? Sema kweli nilikuwa nimetarajia, kwa sababu mwenyewe ninamjua ule ni msanii mkuu ambaye ameinukia, unaona. So haya mapokeo nilikuwa nimeyapokea kabisa, nilikuwa nimejua hapa nikifanya ngoma na huyu hapa najua hii kabisa mambo itakaa fresh kabisa. Ile project imechukua muda gani kupika ile ngoma? Imechukua muda gani? Ngoma ile, sababu kwa mtu ambaye una uandishi mzuri, ngoma au beat haiwezi kukamata muda mrefu sana kwenye mix au kwenye kurekodi. Unafuatana na uandishi wako tu ukoje, unaona. Kwa sababu ukiwa na uandishi mzuri unaweza hata kurekodi nyimbo mbili kwa siku moja, unaweza kufanya hivyo. So ngoma ikunikamata muda hivyo, na ule mwenzangu naye kumkamata muda vile. Kwa hiyo chukua siku ngapi katika utoaji ngoma? Utoaji ngoma kwa jinsi ambavyo mimi nilimaliza party yangu nikamtumia yeye siku moja tu. Siku moja ndio maana nilimwaminia sana ule mzee. Yupo sawa? Yupo fresh sana. Sababu kunikamata muda sana kumaliza project. Kwenye 100 unampa asilimia ngapi? 100 tu. 100 kabisa. Na yupo fresh. Nimeona Wada Festa kwa watu watunzu. Wewe kwenye SB upcoming ulikuwepo, na yeye alikuwepo, na ni msanii kidogo mrefu hapo, anaonekana kongwe. Kwa hiyo hilo swali unaliongeleaje wewe kama msanii, na unajua huyu mtu ambaye nimeimba naye Big Sadi yupo kwenye upcoming artist? Sasa sijui na wewe upo, yani mpo naye kwenye level moja. Kwa hiyo na mimi hicho kitu wameweka sahihi ama watengeneze hapo? Mimi kwa upande wa kuweka upcoming artist, ndio kwangu mimi
ni kama ni furaha kwa sababu sijaona mtu ambaye ana post kitu kama hicho. Kuna upcoming artist ambao wanakuja ambao anafanya vizuri, ila tukiangalia kwenye upande wa mwenzangu Big Sadi, kiukweli sijui nisemaje, walifanya vizuri kupost upcoming, ila ule ni msanii ambaye mimi najua maana uninspire watu wengi sana, ameshafanya kwenye level hiyo, sio kwenye mambo ya kuweka watu kama wale, unaona. Ila ni vizuri kusupport, hakuna ambaye anakataa support mziki. Ndio, na kitu ambacho wanashangaa kwako wewe, sio mtu sana kupa wa kupromote vitu vyako. Yaani kama ngoma imetoka leo utapromote kama siku 1 2 3 nini, hatuona ma challenge kama watu wengine ama wasanii wengine tofauti na kina Afrozaga tumeona hapa kwenye Vibration. Ngoma sio yake lakini amefanya promote kubwa sana. Hata kina Harmonize, Diamond wanatoa promote sana kubwa, utakuta wanapost ma challenge sana. Lakini kwako wewe sio hivyo. Kwa shida nini? Ni upcoming wako ama unaona kwako muziki wako haupo hivyo zaidi sana? Kwenye mambo ya promotion hapo ndio kuna limit ya kupromote muziki wako, unaona. Kuna ile ukipromote sana muziki wako sometimes maki kama una plani za kutoa video muziki kweli unahitaji upromote sana, ila usizidishe. Ndio, kwa sababu ukizidisha kuna ile ngoma kukera watu mpaka wanachoka kabisa, wanasema ngoma tumeisikia sana. Ila si sawa ngoma kukera watu. Kukera tu mpaka kuna ile umepitiliza. Kuna ile mpaka makeo wanasema kama inaboa hivi, uvivu fulani unaingia kwenye nani voko hivi, unaona. Kwa sababu ina ile mzuka tena jinsi ambavyo ulioiachia sio ambavyo jinsi inaenda kumalizia, unaona. Lakini ukipromote wimbo wako hivi unaiacha, kuna ile ukitaka so release video, watu watakuwa na reaction ile kwa sababu waliona kwa ngoma kwanza ilikaa kwanza kimya, umerudi tena fumu umeachia video, so ile waga inaamsha watu, unaona. Ndio mama mimi waga sina papara sana kupromote, ila na kwenye upande wa kabla hujatoa ngoma unazingatia vitu gani? Hapa leo naenda kutoa ngoma, kipi kifanyike, kipi kisifanyike, mimi niachie ngoma kwa siku ya leo, vitu gani hivyo? Mimi kabla ngoma haijatoka, vitu vya kuzingatia sana ambavyo nazingatia ni mixing. Nahakikisha mixing imekaa vizuri, kwa sababu kama mixing haijakaa vizuri kuna sauti zinatoka ni vibaya, watu wanakuambia hapo umeenda vibaya, sauti imescratch, imefanya hivi. So kabla kitu chako hujakitoa, hakikisha umekisikiliza kabisa vizuri kabla hakijatoka kwa watu, kwa sababu wale watu ndio wanakuambia mabaya na mazuri. Kwa sababu utakutana na comment mbaya hizo mpaka wengine wakisikia hizo comment wakiangalia soma sana unawakata tamaa. Kuna wengine hata wanachata muziki hivi. Unaamini katika comment mbaya huwa zinafilisha muziki? Ya zipo, ila kwa msanii ambaye anapenda muziki wake comment sio za kumkatisha mtu tamaa, sababu zile kwanza ni za kukupa kwanza wewe nguvu za kuendelea kabisa. Sababu unaona hao kama wananishusha hivi kwa upande fulani, acha nifanye kitu ambacho kitawashitua, unaona. Na kingine huwa kina kukera ama ama kipi ambacho wewe kabla, yani umetoa ngoma afu matarajio yako mimi hii ngoma ambayo nimetoa kwa leo itakuwa worldwide, lakini unakuja kuona ngoma inakwenda ambavyo kutarajia, wewe unajisikiaje kwa usiku wa leo? Ya hiyo waga inashusha mtu kiula, ila waga inakaa hivyo, ila unajua ni matukio, unaona. Huwezi tarajia kitu ambacho kinakuja, japo kwako utaona hii ngoma nikitoa itakuwa ni kali, ila hujui kwa mashabiki itakuwaje ikishatoka, unaona. So ya waga inakuwa hivyo. Ndio, na tutegemee lini collabo kubwa kutoka kwa H-Boy na msanii mkubwa sehemu yote ile, iwe Marekani, nje, hapa, wapi, popote pale, msanii mkubwa yupo ambaye anataka collab kwa upande wote ule, sijui kama ni camp wapi? Collab soon zinakuja, ila mimi kwa nimalizane na mambo ya muziki wa Jojo ambao umetoka, so angalia mambo ya video na kaje
hayo yakimalizika ndo tunaingia huko sasa kwenye collab nyingine. Ndio, na kwenye idea ya Jojo. Imekuaje mpaka utoe idea ya kutoa nyimbo kama Jojo? Imekuaje kwa Jojo ni kama jina unampa demu hivi, unamsifia demu fulani hivi. Kwa hiyo Jojo ina maana gani katika yani uimbaji wako na demu mwenyewe kwa hiyo jina? Imelenga nini hasa? Sana sana imelenga mtu ambao unamwimbia, so unapasha umpange jina ambao utaimbia mtu ambao unataka umwimbie. Ya kuna sababu kuna majina ambao ukiimba unaweza ukaimba ukitamka vibaya yakakuja akachanganya muziki. Na kila kitu kinaenda na tafsiri. Kwa hiyo Jojo ina tafsiri gani? Jojo. Ndio. Unajua Jojo mwenyewe Jojo tatu. Kwa hiyo usielewe. Kwa shule demo na unamtafuna unamtupa sio sio mnamtupa ila si unajua utamu wake unaumeza vipi mambo yamekaa kama hivyo unatafuna utamu na utoa utamu unatoa vipi wewe ona Jojo wewe ingia unaelewa wewe hapana Jojo ni hivi anaitafuna kama nitafuna ana meza utamu ana meza hata na mwingine nani ambaye unamuona kuna Jeva Boy wengine hada wapo ila inaonekana siwajui labda wameanza siku hizi ya wengine hada sijui na kwa wale nani ambao ushapiga naye ngoma? Jeva Boy nishapiga naye ngoma yani ngoma mbili ya moja ilikuwa zamani kabisa nyingine ni ya kisasa ya 2023 na vipi kuhusu Eri naye Eri Boy yule kijana anafanya muziki yupo fresh sana. Lakini anajipushi nyuma sana. Ndio. Kwa sababu yeye ametoa ngoma moja ile inaitwa sio nyumbani ile. Sio nyumbani tu ya kwetu sijui. Hiyo ngoma hiyo ameitoa ila amezima amekaa kimya. Unaona ubesa unakuwa wapi ama kutoa ngoma shida inatokea wapi kwake? Kwenye shida kutoa ngoma kwa upande wake nikiangalia tunaangalia kwanza na familia ambazo wanakaa wasanii. Kikanisa sana ama vipi? Ama wanamkataza tu? Kikanisa, kikwaya lazima kijiingiza kwenye sehemu za kwaya. Kama wewe ni msanii, itakuwa ni vigumu sana kutoboa kwa upande wako. Unaona? Ndio. Na ikiwa mzakuni anakushipushu ingie kwenye kwaya nini? Kwa sababu ukiwa kwenye kwaya unabidi uchague kitu kimoja. Baki kwenye kwaya, uende kwenye muziki. Unaona? Sababu ukipenda raha kwenye kwaya kule, kwenye muziki huko urudi. Umedondoka hivyo. Kwa sababu pia kwaya nao ni muziki. Unaona? So hiyo waga inachanganya wasanii wengi sana kipa ambacho wanakitaka. Na kwa sasa hivi natuzwa hapa. Na kuna wasanii wawili Jeva King na Eri. Nani ambaye ungempa tuzo? Nikiangalia kwa upande wa tunzo. Ndio. Kwa jinsi ambavyo na wafahamu wale yana wawili. Tuangalie kwanza kwenye upande wa Eri Boy. Kijana na voko iko clear kabisa. Hujafika hapo. Yule ambaye ungempa tuzo afu utawapa vigezo vyao. Hapo. Ndio. Si kwa ubaya. Ndio. Ongea. Ila mimi Mr. TV tunachukua habari yote ile ila uhakika uwepo. Si kwa ubaya ila mimi mtunzo naweza nikampa Eri Classic kwa sababu japokuwa atoi ngoma kihivyo ila yeye naona ana kipaji na sauti nzuri sana. Ndio. Na tuende kwa upande wa Jeva. Mazuri yake yapoje kwenye utunzi na mtu kama na hivyo kwenye uimbaji wake ama kwenye nyimbo zake. Jeva Boy. Ndio. Kijana kwenye kujipush kwenye muziki. Ndio. Yupo fresh. Na mimi ni Jeva King. Jeva King. Ndio kwa sababu labda kuna mwingine amna. Jeva King from Akron. Yuko kwenye kujipush kwenye mambo ya muziki yupo fresh kabisa. Lakini tukija kwenye mambo hasa ya kwenye uandishi sauti hiyo vitu vina utata kidogo kwake. Sijajua ila mimi naona kwa upande wangu mimi sijui wengine wanaona mazuri yake afu mabaya baadaye. Mazuri yake unamweka kwenye engo gani ama unampa asilimia ngapi kwenye uimbaji wake? Kwenye uimbaji wake yupo fresh. Wa kuimba tu ni kawaida kwake yupo fresh. Kwenye mabaya shida ipo wapi kwake? Mabaya
Mabaya nakuja tu kwenye uandishi tu. Kwenye uandishi. Yeah. Sababu msanii uandishi wako ukaa vizuri. Kwa sababu siku hizi sidhani kama kuna watu ambao wanaangalia uandishi sana siku hizi. Vibe tu vibe vibe ni wimbo imekaa fresh tu, lakini ukikamata ule mwimbo ukana chini usikilize vizuri, hakuna kitu ambacho kina make sense ambacho mtu ambaye ameimba mule. Sababu kuna zingine ngoma tu anafanya hata ndio maana promotion nyingine hazifiki mbali. Watu wanasikia uga kupromote. Wanasikia nyimbo unaimba imo banana nini, weka kwenye TV za wazee. Wazee nao wanapenda sikia vijana wanaimba nini mzee. Sasa wanakuta vitu kama hivyo ndio unaimba wewe. Hivi kabisa muziki itafika kabisa hiyo. Yeah, asikiliki. So watu wanapaswa angalia uandishi kwanza, kitu ambacho wanaimba. Kama unapenda uimbe vitu kama hivyo, jaribu hata kuimba kwenye mafumbo. Unaona? So unafunguka wazi. So ufunguke wazi. Kuna mafumbo kwa sababu kama una lengo lako mtu aelewe, unaweza kuimba fumbo mtu ambaye ataelewa ni wewe na yule mtu ambaye unamlenga. Ndio basi. Yeah. Upo na dereva wakati huu hapa. Nini ambacho ungemshauri kama msanii mwenzako ama upcoming mwenzako? Hapo kwenye ushauri, mimi kwa sasa hivi siwezi nikamshauri kitu. Kwa sababu kila msanii na mambo ya kwake, sijui yeye ana vitu gani ambavyo anavifanya kule na yeye ajui mambo gani anafanya. So yeye aendelee chapa kazi tu. Aendelee na kazi tu. Kwa Mr. Money TV na swali la uzushi hapo. Kuna Afrozaga na Gaspar. Unakwenda kwa nani? Na kwa nini? Kwenye swali hilo, Afrozaga au Gaspar. Ya chagua alafu utatupa sababu ni ipi? Mimi naenda kwa upande wa Afrozaga. Ndio. Kwa nini Afrozaga? Ila sio kwa ubaya, no. Ndio. Jamani tunaona vibaya. Mr. Money TV sio mchonganishi. Mimi naenda kwa upande wa Afro. Kwa nini Afro? Kwa sababu kijana ule Kiingereza na kiimba. Funi Kiingereza ambacho kimekomaa. Unaona? Ambao wanaelewa ni wale ambao wanajua English. Kama hujui English ndio wale ambao wanaacha comment mbaya, unaona? Tuishi hapo. Kuna wengi English ipo na wanaimba lakini kutoka kwenye muziki ni vigumu. Kwa hiyo unaona shida ipo wapi, kwenye utunzi wake ama kwa sababu yupo kisha kwa popular ndo yupo kwenye chati ama vipi? Mbishane. Yeah. Kuna watu ambao wanapiga ngoma kali za Kiingereza lakini no way to go. Ni pale. Kwa hiyo swali kuna kuja sasa kwenye changamoto wa mashabiki. Yeah. Unapokeaje muziki wako? Unaona? Sababu sasa hivi sidhani kama wanawapa sana chance ya watu ambao wanaimba kwa mfano imbe Kiingereza mwanzo mpaka mwisho. Hao watu hawapewi chance sana ku blow up, unaona? Zaidi hata uchange Kiwembe na Kiingereza hicha wa Nigeria hichi nafika kabisa. Sasa tunaona wengi. Sasa unakwamia watu wengi. Mimi? Ndio. Mimi sijakwama ila unajua kuna lugha yetu hii Bembe to the world hii Bembe hiyo. Mimi kusema kweli mimi sio Mbembe ila ningekuwa ni lugha ambayo najua ningejaribu, kwa sababu unaona wenzangu ndo wanapita mule, ila sio kitu ambacho nachimbia kwa sababu mfumbo wa nyimbo zangu mimi uko tofauti na wao. Ndio. Unaona, so siwezi nikajiingiza kitu ambacho usipendi. Yeah, na Be Justin unamdescribe vipi? Kwa upande wa msanii. Be Justin. Ndio. Yupo fresh mzee wangu kabisa, yupo fresh. Kwa engo gani yupo fresh? Kwa engo ya kujituma. Kujituma kwenye location. Sababu location inahitajika kabisa miera. Dola. Unaona? So umejifungia chumbani una shoot. So kama mambo kama haya. Sababu mambo ya kwenye kujituma yupo hemo sana, unaona? Ila sasa tukuja kwenye mambo hii kitu naisema sana. Mambo kwenye uandishi hapo. Hiyo kitu inazingua sana watu hiyo. Kwenye uandishi hapo
Yeye Bin Justin yupo fresh. Lakini Kwenye mavideo nini uandishi wake ndo kwa sababu kuna ile mtu akiangalia mtu msanii pale mfano ametoa nyimbo video, unaangalia pale kwa pochette quality nzuri sana hii. Ni kali. Unaona kama jamaa ameimba kabisa, amejituma kwenye hii muziki. Nafinya hivi. Zero. Unachosikiliza ni Maki una desperate pale kabisa. ninatiza kiini. Ni nati. Kwa sababu siku hizi muziki wengi ukisikia nati kabisa. Unaona? Kwa sababu hakuna vitu ambacho vina make sense. Unaona? Kitu ambacho ungemshauri Bin Justin kwenye imbaji wake ama una neno? Kwa hiyo mimi sina neno. Yeah, hapo sina neno kabisa cha kumshauri. That's all. Na ndugu yangu tungeomba tuende kwenye tusiwe mbali, tuende kwenye mavazi. Na ume drip vibaya sana. Jacket hili ndugu yangu hili. Nimeenda ngapi? Nyama. Inakwenda kwa hii inaitwa Jungnu. Hiki imetoka Japani kwenye kiwanda chenyewe. Jungnu. Flavio. Yeah. Ngapi? Hapo kwenye mavazi. Hapo kwenye mavazi kusema kweli. Siwezi nikaingia mo sana, ila sababu mimi waga siangalii mavazi sana kwenye mambo ya usanii, siangalii mavazi sana. Ila kwa leo umeua mzee. Kwa leo? Ni mambo tu ya kawaida. Najua leo chachi nini. Tumwaje price? Tumwaje price? Price ya kawaida tu umetoka sokoni. Kwani msanii lazima upige bei nini? Wewe unanunua wapi? Nyumbani ama sokoni? Sokoni. Unachukua ngapi mzee? Hii. Hawezi kukosa hata 50. Mimi sio muongo mzee. So combo hii. Mzee no. Asante gani? Kwa basi mimi sitafika mbali kwa kiatu hichi. Kiatu hichi. Yeah. Bei kawaida tu. Kwa ngapi mzee? Kisha mtaka. 70 online tu. Sio kalikali. Kwa koti. Na kwenye ngoma zako kipi ambacho wanazingatia kwenye location? Location hapo siwezi ongea vingi sababu mimi bado sijatoa kitu ambacho project kubwa ya location ya video. Mimi nimegaramia bado sijatoa. Ndio niko kwa sasa hivi. Hapo kwanza naangalia mambo kwanza ya Jojo. Ngoma limetoka hivi. Nikimalizana na hii kwanza itoke video nini mambo yakishakaa fresh. Ila kuna collab ambazo zinakuja tu. Ndio. Kama itakuwa camp pale Tanzania wapi fresh tu ambayo atakuja tu kwenye akili. Please subscribe to my YouTube channel.